Zipi hapa. Nikasema kuna madhabahu nne. Kwanza ni kanisa la Kristo, tumetembea kwenye maandiko, sitarudi sana ili angalau twende na muda. Bwana Yesu asifiwe. Ambao ni mimi na wewe ni kanisa. Nikazungumzia habari madhabahu ya ukoo na kabila hapa. Namna gani tumepelekwa, tumeingizwa, tukaona sasa tunateseka kwa miaka mingi na tumeona kweli mateso tuko nayo. Hatufurahii Mungu japokuwa tuko kwenye madhabahu ya msalaba. Nikaeleza namna gani ya kuishughulikia hii, kwamba unapokuwa unaishughulikia na kuvunja na kila kitu, unaungamanisha. Ukiinua sadaka ya kiagano hapa, unafungamanisha agano lako kwa sadaka ya kiagano, kwa damu ya agano la milele kwenye madhabahu ya msalaba, ili hata ikitokea mwingine kwenye familia yenu, kwenye ukoo wenu anakwenda hapa, lazima hii madhabahu kwenye huo ukoo, kama umeingiza jina la ukoo, umeingiza ni ukoo wa mume wako au ukoo wa kwenu, au umeingiza familia yako, uwe na uhakika atakaenda kutoa sadaka ya kiagano hapa, hii madhabahu itamkataa, itamwambia ninyi ni wa madhabahu hii ya msalaba, tulishapeana talaka ya kudumu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Nikasema madhabahu ya tatu ni hii madhabahu ya walimwengu. Hii madhabahu ya walimwengu, nikasema kuna waganga, kuna wasomanyota, kuna nini. Huku ndio kuna vurugu kweli kweli. Hata wanakwenda kutafuta mali wanaingia kwenye hii madhabahu. Na vivyo hivyo hata wanakwenda kutafuta madaraka makubwa, Bwana Yesu asifiwe, wanakwenda kutoa sadaka zao za kiagano. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia harufu ya mauti kifuani mwangu, puani mwangu. Hiyo mauti inamuondoka. Kuna mtu anaondoka mauti na nasikia mpaka harufu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo biashara ndio imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kila wakati ulikuwa kuna mawazo yanayokujia, ni hofu ya kifo imekushika, au utaiona tena hiyo hofu, ndio Mungu ameshaipiga hiyo mauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Nikasema hii madhabahu ya msalaba jinsi inavyokuwa inatenda kazi, watu wanakwenda na sadaka, wanafungamanisha maagano, wanamtindo wanavyoingia agano kulingana na mahitaji ya kwao. Na nimesema hii imegawanyika kwenye makundi mbalimbali kulingana na mahitaji ya mwendaji hapo. Huyu mchawi ana mahitaji ya kwao kwenye hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliongozwa na neno katika kitabu kile cha Waefeso mlango wa 2 mistari 5 ya kwanza, kwamba zamani tuliendea hii madhabahu kwa sababu ya dhambi zetu na maovu yetu, si ndivyo? Kwa sababu ya kawaida ya ulimwengu huu. Kawaida ndio madhabahu ya ulimwengu, kwamba roho ya uasi iliyokuwa ikitenda wale wakuu wa anga na roho ya uasi inayotenda kazi katikati yetu. Roho ya uasi ni nini? Inatokea hapa. Na pia asubuhi nimezungumza siku ya leo nikasema ya kwamba madhabahu hii, yani tulio wengi tunakwenda, lakini hatujui kwamba madhabahu zamani hii ya madhabahu ni nini. Kwa sababu madhabahu ya msalaba ndipo Yesu mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote anatokea hapa, na kila kitu tumeambia vyote vinavyojaza ulimwengu ni mali ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Ni mali kwenye hii madhabahu ya msalaba ambayo ni madhabahu ya nne, kwamba kumbe tunapokwenda pale, tunapokwenda hapa, tunanasisha au tunajikwamisha wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anaweza akasema sio mimi, kumbe aliyokwenda ni watangulizi wetu. Ukisoma kitabu cha Daniel wakati amesoma kitabu cha Torati, akakutana na unabii aliotolewa na nabii Yeremia miaka 70 iliyopita. Ndipo anaona ile nyaraka sasa, anaona sasa mbona sisi tunaishi utumwani. Ndipo akagundua kwamba nabii Yeremia alitabiri atakaotokea, kwa sababu wazazi wao walifarakana na Mungu, waliabudu miungu mingine, walimwacha Mungu, wakatoa sadaka kwa mabaali, kikamchukiza Mungu, akawapeleka uhamishoni. Danieli alijipata akaona kwamba ni waziri mkuu, lakini yuko kifungoni. Kumbe kufanya kazi nzuri yenye cheo kizuri haina maana hawezi kuwa kwenye kifungo. Kama Danieli alikuwa ni waziri mkuu, lakini alijikuta yuko utumwani, yuko kifungoni Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Bado wameshikiliwa adhabu, wanatumikia adhabu ya baba zao. Ndipo ukimfuatilia Daniel anasema kwamba ndipo nilipoazimia kufunga majuma mangapi? 3 sasa na siku 21. Anamwambia Mungu, Mungu rehemu, baba zetu wamekutenda dhambi na leo hii hawapo. Bwana Yesu asifiwe.
aibu